Mpenzi mtazamaji, karibu tena sana kwenye makala ya story yangu. Kiwa nami najulikana kama Riti Victor, wengi wananitambua kama Riti Vic, jina la usanii ambalo najulikana nalo. So swali ama ambalo limekuwa likigonga kwenye kichwa yangu na ambalo limekuwa likiulizwa sana na watazamaji na fans wangu pale, ilikuwa ni swali ya kwamba endaje, ikapatikana aje ukakaa kwenye makazi ya watoto wengi inajulikana kama orphanage. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu amekuwa mwema katika safari hii ya maisha yangu. Na kama sio Mungu, sioni kama ningekuwa nimefika mahali ambapo nimefika wakati huu. Kwanza kabisa ningependa kuanza na kusema hivi, mimi ni mzaliwa kwanza kwenye familia yangu. Na kwa hivyo babangu alifariki miaka mingi iliyopita, mamangu akabakia nami, lakini maisha yakawa hayaendi vyema vile ambavyo mtu anaweza kataka at least maisha yake iende. So kwa sababu ya hayo ikabidi nichukuliwe kwenda kukaa na nyanyangu mzazi. Nyanyangu amepambana nami, Mungu ambariki sana na muweze kumwongezea maisha marefu katika dunia hii. Nyanyangu akachukulia ile nafasi ya kunilea katika maisha yangu. Nyanyangu amekuwa wa msaada tu, tena msaada mkubwa sana katika maisha yangu. Hadi sasa hivi amekuwa wa msaada. Tumetoka hapo hivyo, sasa ndio huyo nyanyangu. Pia kuna watoto wengine wengi wanajua kama cousins, tuko wengi hapo hivyo. Familia imekuwa kubwa. Nyanyangu sasa ni kupambana kwenda kwenye vijibarua at least apate, ili tuweze kupata kitu ambacho kinaweza kutustahimili maisha yajawa rahisi. Ndio hiyo hapo, cousins zangu wengine wanaingia. Mamao sasa amefariki, hawana pahali pa kwenda, so ndo wanakuja kukaa na nyanyangu. Familia inaendelea kunenepa kweli kweli. Mambo sasa inakuwa sijui tutaenda aje. Nakumbuka wakati mmoja mamangu mkubwa alipofariki, ilikuwa vigumu sana hadi kupata ile pesa ama kuraise ile amount yenye tutachangia ili kupata jeneza. So mambo yakawa magumu. So kwa sababu tu at least rehema za Mungu, za Maulana, alafu unapata pale nyanyangu ni mtu yule ambaye anajulikana na watu kwenye kijiji. Kuna fundi anayejitokelezea, anasema kwamba mnipe hii kazi, nitawatengenezea jeneza kwa bure tu, gharama hakuna. Tuseme huyo ni Mungu. Ndio sasa jeneza linatengenezwa pale nyumbani. Mimi sijawahi ona jeneza, mara yangu ya kwanza naona jeneza, naogopa, linaogofia sana. Lakini utafanya nini? Safari tunasema ni ya pale. So ndio mimi nimeona jeneza, nimeshtuka. So kwa ile tu pale na hapa, nyanyangu anajulikana sana kwenye kijiji. Ameona ndio hiyo maiti tena imefika, ndio hiyo sasa jeneza limetengenezwa, wanaenda kuchukua maiti kule kwenye mochwari kuja kuzika. Lakini tena inakuja inapatikana kwamba hawana hela ya kutosha ya kulipia kule kwenye mochwari. So inabidi tena jeneza lirudi nyumbani. Hilo jeneza linarudi nyumbani kwa gari. So kila mtu anaona jeneza leo limeenda limerudi. Tu wanaulizana shida ni gani? Lakini shida ilikuwa ni kwa sababu hakuna hela. Kwa hiyo alafu sasa tumesema nyanyangu anajulikana pale kijijini. Kumbe kuna watu wanamtazama, wanamwangalia, wanaona vile anavyohangaika, vile hakuna pesa ya kuweza kutoa mwili kule kwenye mochwari. Watu wanaona anahangaika sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Mam Jane.
mchungaji ama ni mke wa mchungaji fulani alikuwa kwenye kijiji hicho. At least anaona ambalo nyanyangu anapitia. Yule mama kwa kweli nishukuru Mungu kwa sababu yake, kwa sababu ndio huyo anachukua hatua ya kuja kwa nyanyangu, anakuja kumfariji, anakuja kutuliza vile tunavyoendelea, anatuletea sukari, anatuletea nguo. Sasa hapo tunaanza kufeel yenyewe mambo inakuwa mzuri kidogo. Hivyo tu nyanyangu akajuana na yule mke wa mchungaji. Yule mke wa mchungaji akaenda kuambia mchungaji, wakashiriki lile jambo, akamwambia kuhusu tunavyopitia pale. Nyanyangu sasa tayari ashamwambia. Alafu nashukuru Mungu kwa sababu yule mke wa mchungaji ambaye namtambua kama mamangu anaitwa Mam Jane. Mungu ambariki sana na aweze kumuongezea tu maisha katika dunia hii, kwa sababu yule mama alikuwa na moyo wa kutusaidia. Lile kidogo ambalo alikuwa nalo tunashiriki pamoja. Ndio sasa Mungu amesaidia, acha tuendelee. Mungu amesaidia, jeneza lilipatikana, mwili umezikwa, so maisha ndio yale pale, amerudia pale. Nyanyangu ndio bado anapambana na vijibarua vidogo ili tupate ya kukula, lakini at least nashukuru Mungu kwa sababu Mam Jane ndio hapo hivyo ameingililia kwenye swala hili. Anatusaidia sana pale kidogo chakula, tunaenda kula kwake, kushiriki pamoja na watoto wake. Alafu kwenda kule pia kulikuwa na watoto wengi ambao wana wazazi ambao walikuwa pia wanashiriki pamoja. Mambo hayajakuwa rahisi lakini tunasema aje, mcha Mungu kwa kweli amwachi. Ndio sasa tumepambana hapo kidogo. Siku hizi tumepata at least mahali pa kwenda kula chakula, hiyo lunch, mamkuli. Wakati mwingine tunapata mahali ambapo tumepata nguo. Yule Mam Jane anapambana pia kwa sababu alikuwa na kazi fulani ya kuuza manguo na kuuza viatu. Kidogo ambacho alikuwa anapata kutoka kwenye kazi yake ndicho ambacho tulikuwa tunaweza kutumia ama kustahimili katika maisha yetu ama katika siku day by day. Hilo ndilo tulikuwa tunatumia. Pole wakakuja. Sasa unajua tunaishi tu, tunaenda huko, sio ati yule mama wako na uwisani ama tunaita aje sponsorship from any part. Hawana, ni yeye kupambana tu, kupambana watoto wake. Sisi watoto yatima tumejaa pale, watoto karibu 20, tunategemea hapo lile kidogo at least. Kidogo ambacho pia washirika maybe wameleta wa kanisa, ndilo at least tunaweza tukatumia. Hivyo sasa hatuna hisani, tunakula, tukishapata hicho chakula kidogo tukule, tunarejea pale sasa kwa nyanyangu. Kila mtu anarejea makwao kesho yake. Sasa mtindo ukakuwa ule, siku nenda siku rudi ni ule. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu wakati mmoja ilifikia ni kama kupitia tu connection hivi na Mungu pia tukakuja tukapata wahisani, wakakuja wakatutengenezea nyumba ya watoto kukaa, ama mahali ambapo watoto yatima ukaa. Na hapo ndivyo ama tasema ndipo niliweza kujikuta kwenye makazi ya watoto yatima. Hadi sasa hivi story ni mingi tu ambayo inaweza ikamguza mtu, ambayo inaweza ikamfanya mtu pia kutiririka na machozi. Story ni mingi kufikia hapa. Mimi najua tu ni ushuhuda, na ni ushuhuda tele, na Mungu amekuwa wa usaidizi sana katika maisha yangu. Story ni mingi kwa channel ya story yangu. Najua tutaendelea kushirikiana, tutaambiana mengi, na najua itamguza mtu. So hivyo ndivyo nilivyojikuta kwenye makazi ya watoto.
hadi sasa hivi bado niko kwenye makazi ya watoto, lakini sasa ni vile Mungu akanisaidia, at least nikapata chance ya kuja chuo kikuu. Sasa nikimaliza masomo yangu, semester hiyo imekamilika, ndio mimi nimeenda pale bado kukutana na wenzangu. Najua, lakini Mungu akona mengi ambayo ni makubwa, lakini najua wengi tumepitia matatizo tu, lakini mimi najua changamoto ambazo tunapitia siku baada ya siku, hizo ndizo ambazo zinamfanya mtu ya kwamba azidi kusonga na azidi kukaa na azidi kuinuka sana. Tutaendelea kushirikiana katika makala ya story yangu. Asante sana, imekuwa mimi wako Ridi Victor.